Natumaini wewe ni mzima wa afya kabisa. Siku ya leo tena tumekuletea habari ya vita inayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo msikilizaji wetu, ningekuomba uwe na sisi pamoja kabisa, usitoki hapo ulipo, utakuwa unapitwa na vitu vingi kabisa. Kwa hiyo kikubwa ambacho tungehitaji kutoka kwako ni wewe kujiabone chini ya hii video hapa chini. Utakuwa unafanya kitu cha muhimu sana kabisa. Usisikilizi taarifa ya habari ama kuangalia habari kama au kujiabone, kwa sababu hiyo inakusaidia pia na wewe kuwa napata habari ambazo zitakuwa tukiziachia kwa siku baada ya siku. Unaweza ukaangalia chini ya hii video hapa chini, kama haujajiabone kwenye channel yetu, wakati chini ya hii video hapa chini kuna sehemu imeandika abone, unagusa hapo, na kama umeshajiabone itakuwa ni kitu muhimu kabisa. Acha nikuletee taarifa yenyewe kwa siku ya leo hii. Mambo ambayo yanazidi kuendelea katika uwanja wa kivita, na sisi hatuendagi mbali wala hatuegamii sehemu yoyote ile. Tunaegamia moja kwa moja kwa viongozi wa timu kubwa ya wazalendo. Hapo ndo tunapata habari musika kabisa na kufahamu yanayozidi kuendelea katika uwanja wa kivita. Je, unataka kufahamu mengi ambayo yanaendelea? Ni wewe kuwa na sisi pamoja. Hapo tutafahamu mengi ambayo yanazidi kuendelea katika uwanja wa kivita kwa siku ya leo. Tutajielekeza moja kwa moja hapo katika eneo husika kumsikiliza tena msemaji wa wazalendo. Tunataka tuingie moja kwa moja kumsikiliza. Je, mkurugenzi wetu, hali ikoaje hapo katika uwanja wa kivita? Mafanikio iko kubwa sana, sababu mpaka hivi tunaendelea kabisa kwenye uwanja wa vita, na bila shaka, bila kuwaficha, kiukweli Mungu wa mababu zetu pamoja na nguvu za mababu wanaendelea kutusindikiza, na kazi iko nzuri sana uwanjani. Kama vile unavyojua, tulivyokuambia siku zilizopita, tunaendelea, tunasimama wima kabisa, na tunangojea kwa njia zote zile hadi tumrejeshe alikotoka adui, na tuhakikishe tumekomboa ardhi ya mababu zetu. Kwenye uwanja wa vita hali koje? Kama vile ulivyojua, nafikiri kuna siku ambayo tulizungumza pamoja na kuambia kwamba sisi tumedhibiti ngome karibuni 3 katika mji wa Bukavu. Ngome 3, ngome moja inakuwa mashariki, nyingine inakuwa kusini, nyingine inakuwa kaskazini ya mji wa Bukavu. Tukasema mashariki ni kukamata sehemu zinazokabiliana na ngambo ya airport ya mji wa Bukavu, na hiyo sehemu katika vijiji vinavyokabilia huko tulikuwa ni sehemu ya Kalehe, na tukasogelea mji wa Kasheke. Kwa muda ambao tulikuwa hapa siku zilizosogelea hapa juzi, tangia siku ya 5 iliyopita, tulikuwa tunapigana katika vijiji vya Kasheke na Kabamba, na hata nikwambie kwamba hata magaidi wale wamejiripoti, wamejisalimisha wenyewe. Tumechukua hata silaha na wengine wakaja kujisalimisha kabisa rasmi na kusema kwamba wameshindwa kabisa na vita. Ngome nyingine ilikuwa ni sehemu ndo kwenye moto umewaka kabisa kinaganaga, ni sehemu za kusini ya mji wa Bukavu, ni ngambo za Nyangezi huko, na huko tangia jana mapambano ilianza asubuhi mapema mpaka saa za jioni. Tumewachapa kichapo kimoja kikubwa sana, na nafikiri kwamba kwa siku za kuja historia ikaandikwa kwamba wazalendo walitetea ardhi ya mababu, na huko kabisa tumefanya kazi kubwa, na inaendelea kama tunavyosema leo. Mpaka saa hizi niko na kuzungumzia vita inaendelea. Ni mapambano makubwa sana hadi sasa. Ni madhara gani ambayo yanatajwa kujitokeza kwenye mapambano hayo? Madhara ni mengi, kama unavyojua, ndani ya mapambano madhara haikosi. Madhara ni mengi sana, ila kwa ngambo yetu hatuhesabu madhara ya watu, sababu wale ambao tunapigana nao hawana nguvu. Kwa hii siku kabisa tunajitahidi sana, na wao ndio wameendelea kupoteza sana jeshi nyingi zaidi. Kwa ngambo yetu tunasimama wima, na tumejaliwa neema kabisa kuendelea rasmi. Kufikia sasa kuna yeyote yule ambaye ameshajitokeza kuwaunga mkono? Hakuna mtu, ni sisi wenyewe ambao tunapigana kabisa kwa njia yote ile, na nafikiri kama nilivyosema tena hapo mbeleni, ndani yetu mmekuwa kabisa hasira kubwa, na hiyo hasira kubwa ni hasira ya kutetea ardhi ya mababu zetu. Ile kwa ngambo zetu nilikuambia kwamba nguvu ambazo tunazotumia zinatusaidia kuwanyang'anya silaha zao, na tunaponyang'anya silaha zao sisi tunazitumia na zinatusaidia sisi kuwashinda, ila hatujapata usapoti wowote mpaka sasa.
tunajitegemea wenyewe kwa hasira yetu ambayo ni hasira tunaita hasira takatifu, na inachapa kichapo kikubwa kabisa katika uwanja wa vita. Huo ujasiri wa kukabiliana nao, ili hali inaonekana kama kwamba nyinyi hamna hizo silaha, mnako upata ni wapi na mnatumia njia gani? Sasa nimekuambia tangia Afrika imekuwa, una sababu asili ya Afrika kwamba inakuwa na ujuzi mkubwa, na matokeo ya ujuzi na asili yake inakuwa na nguvu zaidi. Na hiyo tusahau kwamba nchi ya Kongo inakuwa na siri nyingi ambazo mpaka sasa dunia haijawahi kuigundua. Kama unavyosikia unavyosema, kwa ajili ya madini makubwa yanayokuwa katika nchi ya Kongo, lakini chini ya hiyo madini, katika moyo wa hiyo madini mnakuwa siri nyingine kubwa ambayo inatupatia nguvu za kupigana na kukabiliana na wao, na tunatumia silaha zao ndio tunawapiga nao ndani. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kuna nguvu nyingine ya ziada isiyoonekana ambayo nyewe mnaitumia? Hakika hiyo nguvu na ipo na inaendelea kuwepo. Unajua kwamba nguvu katika hewa, katika maji, katika moto na katika udongo, hiyo nguvu asili yake ni katika mababu zetu. Na niliwahi kusema kwamba damu ambayo tunayotiririka katika mishipa yetu ndio inatuunganisha na mababu zetu, wanatufungia siri zinazokabiliana na sayari, na katika sayari mnakuwa nguvu ambazo zinadhibiti uwezo wote ule ambao maadui walikuwa wakiutumia. Unasema serikali ya Kongo haiko bega kwa bega na ninyi. Maeneo ambayo mnayo yachukua sasa kutoka kwa waasi, bado mnaendelea kuyashikilia nyinyi ama mnaiachia serikali? Kama vile tulivyosema, kwa wakati uliopita tuligundua kwamba katika serikali mlikuwa siasa mbovu, na miongoni mwao mlikuwa wale ambao walikuwa wakijipenyeza kama vile maadui. Tukawazania kwamba ni serikali, kumbi wao wenyewe ndio maadui, na ndio maana uliona jeshi la Kongo liliwahi kushindwa. Ndio maana tulishikilia kabisa njuga, na tukasema lazima tusimame wenyewe. Na ndio maana tunasema tunapochukua mji kwa wakati, kwanza tunaudhibiti wenyewe, tukiongoza wenyewe, tukisubiria hadi tutakapomfukuza nje ya mji wetu, nje ya ardhi yetu, tutakuwa tukiita sasa serikali tuiambie ije tufanye mazungumzo, tuwaulize kwa namna gani na kwa sababu gani walifanya siasa mbovu ya kuhusisha na kuonekana kupana ardhi ya mababu zetu. Tunashukuru mkurugenzi, tunashukuru sana mkurugenzi wetu, tunashukuru sana msikilizaji wetu wa SP0 TV. Natumai umesikia mengi na umeelewa mengi ambayo yanazidi kuendelea katika uwanja huu wa kivita. Najua ukweli ni kwamba mambo ambayo yanasemeka ni watu ambao wanazidi kupambania nchi ya mababu zetu ambao wako hapo katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante msikilizaji wetu kwa muda wako. Pia tungehitaji uwe na sisi pamoja, na usikose kujiunga kwenye chaneli yetu ya SP0 TV ili kupata habari za uhakika, habari za ukweli, habari zisizokuwa na 1 2 3, habari zilizokwenda shule, habari ambazo zipo kabisa zinazozungumzwa na viongozi ambao wanatuletea habari za ukweli. Kwa hiyo ningeomba pia kwa muda wako, na tunashukuru sana.